Mwanangu, mmekuita hapa tuje tuongee kama wanawake. Naam mama, nakusikiliza. Sawa sasa. Kwa hiyo naomba unijibu ukweli kila ninachokuuliza, usinifiche kitu. Sawa mama? Juzi mumeo aliniita, akanipa kesi yako. Kwa hiyo sina haja ya kurejea, najua kila kitu. Sasa ninachotaka uniambie, juzi ulienda wapi na huko ulikoenda kulikuwa kwema? Kwa sababu ulikuwa hupokei simu yake. Kwa hiyo amefika mpaka kwa wazee. Huyo mwanamume naye. Mama, mimi kusema kweli juzi nilikuwa naumwa. Kwa hiyo nikamwomba shoga yangu anipeleke hospitali. Ila wakati wa kurudi sikuwa najisikia vizuri. Kwa hiyo moja kwa moja nikaenda mpaka kwa shoga yangu tukalala. Nilipokuja kuzindukana nikakuta miss call zake. Nikasema ngoja niwahi nyumbani. Kufika nyumbani ndo namkuta akanipiga. Alafu mama, yule mwanamume ananipiga kila siku. Ina maana amekupiga? Yaani kumbe yule baba anjui vizuri eh? Pole mwanangu, pole mama, pole. Haiwezekani akupige, pole sana, pole. Usilie mwanangu, usilie, pole, usilie mama. Ndo mambo, sawa mama eh? Hizo ndo ndoa zilivyo, ila ni baba ngojea, nitamuonesha dawa yake ipo jikoni. Vipi mwalimu Rango? Kwema lakini? Mpaka sasa kwema, hakuna shida yote. Kwanza asante sana mwalimu Rango. Umefika wakati sahihi. Muda mrefu tulikuwa tunahangaika kwa sababu mwalimu wa kidato cha 4 alikuwa ana ujauzito, kwa hiyo amekwenda kujifungua. Hivyo tukawa tunapata shida kwenye somo la mathematics. Kwa hiyo shida yetu sisi kubwa, tunahitaji ukasomeshe kidato cha 4 somo la mathematics. Mimi nikutoa help kwa hilo kwa sababu hilo somo la hisabu ndo somo ambalo mimi nasomesha siku zote. Na nipo tayari ukinipa hata kidato cha 6. Sina shaka jua hilo. Okay, basi hamna shida mwalimu. Kwa hiyo unaruhusiwa kuanza muda wote kuanzia sasa. Ila nikuambie kitu kimoja. Kwenye lile darasa kuna wanafunzi wawili hao ni wanafunzi wakorofi sana. Kwa hiyo ukianza kusomesha tunaomba washughulikie wao zaidi. Mwanafunzi wenyewe ni Samir pamoja na Misondo. Kwa hiyo tunaomba mwalimu msaada wako, wasaidie hawa wanafunzi. Wakorofi alafu wanafeli kila siku. Yaani mimi nikutoa help jua hilo kwa sababu wanafunzi kama hao mimi ndo nakujua kudili nao perpendicular. Vipi Keti? Yuko wapi anti yako? Hapa leo anti lazima nimsemee. Kanipia kibao, alafu siwezi kumrudishia. Kwa hiyo hapa cha kukifanya naye nimzulie. Haya. Yaani baba, mimi leo nitakwambia kila kitu. Yaani anti ana kawaida wewe ukitoka anakuja anaita mashoga zake wanakuja ndani humu, wanaika muziki alafu wanakatika humu ndani. Wananikia kelele kama nini. Ila leo kajua wewe utamkuta ndio maana hajataka kukaa humu ndani. Kwa hiyo kaondoka yeye na mashoga zake wameenda kudanga huko. Ina maana huyu mwanamke hajakoma, dawa yake ipo jikoni. Sasa subiri arudi. Basi sawa, ila mimi nataka nitoke kidogo. Si kila kitu kipo sawa ndani? Ndiyo baba, kila kitu kipo sawa. Hivi huyu Misondo alikuwa anamaanisha kwamba yule mwanamume anatembea na shoga yangu Sesi ama? Au sijamuelewa vizuri Misondo? Yeye imeingia kilini. Kwa majina naitwa Mwalimu Rango. Na nadhani mna taarifa juu ya ujio wa mwalimu mpya wa hesabu. Ndio mimi hapa Mwalimu Rango. Na nimepata taarifa zenu kuwa hampendi somo la hesabu, lakini nipo hapa kwa ajili ya kudili na nyinyi. Na mwanafunzi yoyote ambaye atakuwa anakimbia kipindi changu nitamwadhibu kila siku bakora 6. Lakini pia vile vile mwanafunzi ambaye nitatoa mtihani akapata chini ya 70 atakuwa anakula bakora 10. Kwa hiyo nadhani mnanielewa. Mwalimu, mimi naomba nijisalimishe kabisa. Mimi somo la hesabu sisomi na naomba uniruhusu nitoke nje. Unaitwa nani mwanafunzi? Mimi naitwa Samir, lakini baba yangu ndo mwenye shule. Kwa hiyo mimi ndo boss wa hii skuli. Kwa hiyo mwalimu mimi hatakiwa nipige mwalimu yoyote yule. Kwa hiyo nikisema kitu natakiwa nisikilizwe pia. Nisikilize mwanafunzi.
Mimi nilipofika ofisini nilitajiwa majina ya wanafunzi wawili, Samir na Misondo. Nikaambiwa hao ndo ndili nao perpendicular. Na sikuambiwa kama hamsomi hesabu. Kwa hiyo hapa tutakwenda mdeme mpaka mtaelewa hesabu na mtakula fito mpaka mtanchukia. Hivi mwalimu, kwa nini nakuwa sio muelewa? Lakini nishakwambia mimi ndo bosi wa skuli. Kwa hiyo hutaki mshahara sio? Kijana, usijidanganye kijana. Mimi niko tayari kusomesha bure kwa ajili yako tu. Mama yangu mie. Huyo mwalimu anajifanya mkaidi kweli kweli yani. Yaani mwalimu anashinda kunielewa mimi wakati walimu wote ananisikiliza mskuli. Hapa meakanyaga. Misondo njoo. Basi sawa wanafunzi, mimi leo sijaja kusomesha. Mimi leo umekuja hapa kujitambulisha, lakini kesho Mungu akipenda tutaanza kipindi. Na siwezi kusomesha bila kuwa na bakora pembeni, na ndio maana siwezi kusomesha sasa hivi. Kwa kesho nitaenda kukata bakora zangu, lakini sitaki kutumia bakora za skuli kwa sababu bakora za skuli ni nyepesi. Nitakuja na bakora zangu za menzirani. Misondo. Misondo. Unachemaje anko? Wewe anko unapenda kunipiga mpaka siku moja uje uniue lakini. Kwa nini kufanya nini hata unipige chacha? Na nitakuwa kweli, wewe fanya siara tu. Maana jeuri ndo yako. Sasa sikiliza. Shuka hapa garini, panda daladala hapa uwahi shuleni kwa sababu sasa hivi uchachelewa. Afu ukiangalia gari imeisha mafuta na imekwama sasa hivi. Unachemaje anko? Yaani mimi nipande daladala, mimi sitaki unipenyeke anko. Wewe anko bwana, acha unajingua bwana. Ndio maana mimi nilikuwa nataka kwenda tule acha. Baby, kwa nini ukachelewa kunifuata? Umeniambia mwenyewe nikusubirie pale saa 1 utakuwa ushafika, lakini umechelewa kwa nini? Na unajua fika mimi nitakuwa niwe kipindi saa 1 kamili. Naelewa mpenzi. Naelewa, ila si unajua barabara zetu hizi unakuwa na jamu asubuhi, kwa hiyo sio kosa langu. Umetoka mapema, nataka kuwahi mpenzi wangu, lakini ndio hivyo. Usijali lakini kipenzi. Sawa baby, mimi nimekuelewa. Ila baby jengine, mimi leo sina hela ya shule. Itabidi uniachie hela. Kuhusu hela hilo ndo shaka, kuhusu hela tena. Hizo sio shida zangu. Wewe sema tunataka shilingi ngapi nikuachie? Wow, ndio maana nakupenda unajua. Mimi kuhusu hela tena usiniulize. Wewe nipe 30 tu. We Misondo ulikuwa wapi? Mbona wiki nzima haujaja shule? Jamiri banya. Mbona unapenda machwali lakini wewe? Machwali kama unataka kuonyesha cha hivi asubuhi. Kwanza leo umetoka nyumbani umekula chapati 5 tu. Hata hapa sijajiba. Nataka jipi yangu niimalize kwa kujibu maswali yako. Kama unataka nionyeshe baji ya 10 ndio nitakujibu swali lako. Mimi Misondo sikupingi rafiki yangu. Kwa badia ya 10 nitakununulia na kujua vizuri. Kwa hiyo usijali. Lakini hapa bwana na salamu nyingine nitakupe kabisa. Kuna mwalimu mpya hapa kaja, anasomesha somo la hesabu. Kama ushazoea kukimbia somo la hesabu akawa mwalimu yule wa kike, yule mwalimu ashaondolewa sasa hivi kaenda kujifungua. Mwalimu mpya huyo kaja akasema, mwanafunzi yoyote ambaye atapata max mbovu kama ninazopata mimi na wewe vipocho wa hesabu darasa zima, anamchapa bakora 10. Rafiki yangu imeniuma sana. Sasa niambie master mipango ninafanyaje? Jamiri, mbona kama tumbo linakoroga, nimeanza kunkoroga. Mwalimu mpya wa hesabu. Mimi na hesabu wapi na wapi bwana? Basi mimi natoka darasani nikiingia. Misondo hata usidanganye bana. Huyo mwalimu amesema haruhusi mwanafunzi yoyote kutoka na anawajua wanafunzi wote ambao kaambiwa wasomeshe. Na kaambiwa tukazie mimi na wewe kwa sababu ni vipocho wa hesabu. Basi mwalimu atakuwa anataka vita na wanajeshi. Haiwezekani aike mikwana kama hiyo. Anataka vita na wanajeshi. Hivi umemuuliza kwamba anao bima? Kama bima anayo chawa. Bwana mimi siwezi kuvumilia makwaju. Mimi nitapiga na mwalimu kwa njia yoyote ile. Misondo rafiki yangu mambo. Umkinya vipi achubu yote hii? Basi bora nimjibu basi. Chafi tujelinya vipi umeletea maanjaji au? Yaani Misondo unaanza kula tu rafiki yangu. Hata sijakuletea maandazi ila nilikuwa nakusalimia tu. Lakini pia Misondo, kuna swali nitakuuliza kidogo. Hivi Yasmina siku hizi analala nyumbani kwenu?
Maana nimemwona akashushwa kwenye gari ya anko yako hapo. Unasemaje Selina? Yaani hivi unachokiongea una hakika nacho au vipi? Jasmine kwa gari ya anko?